Ndio, ninavyokutana na wananchi, ninavyozungumza na watu ni kwamba wanaludewa hawana tofauti na mashabiki wa soka. Mashabiki wa soka inaweza isiwe Simba na Yanga, lakini mashabiki wa soka wana tabia moja. Ndio. Au mfano tuchukua kama kwa mfano ambao umeuhitaji wewe. Ndio. Hayo ni ya kwako wewe mwandishi. Simba na Yanga. Na wewe ndio unaniongoza kwenye hii interview. Ndio. Wewe ndio unaniongoza kwenye hii interview. Si kwa mapenzi yangu bali wewe ndio umeniongoza huko. Ndio. Mfano kwenye mechi zilizofanyika weekend hii iliyopita. Yes. Baina ya Simba na Yanga na timu za nje. Yes. Nichukulie mechi ile ya siku ya Jumapili. Ndio. Unaona ya kwamba kitu cha kwanza, kipindi cha kwanza zile dakika 45 ziliisha ikiwa klabu ya kutoka Tanzania ambayo ni Simba ilikuwa inaongoza kwa bao moja. Yes. And then tukaenda kipindi cha mapumziko. Pale mashabiki wote walikuwa na shauku ya kuona kwamba tuingie kipindi cha pili ili tuongeze mabao. Okay. Na hata ushangiliaji wa wanasimba pale Eswatini walikuwa wanaonekana kwamba wengine walikuwa naimba wakiwa wanaomba bao lingine. Na kweli likaongezwa bao la pili na walikuwa wanaimba kuomba bao la tatu. Ikaombwa na bao la tatu kafaje? Likapatikana. Yes. Kwa hiyo nikichukua mfano huo ya kwamba wananchi waludewa kupitia uchaguzi huu ni kama mashabiki wa soka, ni kwamba awamu ya 6 kwa kipindi cha kwanza imeenda kuisha. Ndio. Yapo mambo ambayo wameyaona, yapo mazuri ambayo wameyashuhudia kwa macho yao, sio masuala ya kusimulia. Ndio. Kwa hiyo sasa wanaila wanasema hebu tuingie kipindi cha pili tuone itakuwaje, na sio tu tuone itakuwaje, ili tuyashuhudie yaliyo mazuri, kwa sababu hapa kama mwanzo kama tumeonyeshwa. Kwa hiyo ni kama mashabiki wa soka wanasubiri kwamba awamu ya pili. Mfano jambo moja, leo hii mwanaludewa ni mkulima. Asilimia kubwa ya wananchi wa Ludewa ni wakulima. Yes. Na kilimo kinategemea pembejeo, kilimo kinategemea nyenzo, kilimo kinategemea wataalamu. Leo hii wilaya ya Ludewa ni kati ya wilaya ambayo ina wataalamu wengi sana wa kilimo katika ngazi za kata mpaka vijiji, kitu ambacho hawali hakikuwepo. Jana yenyewe nilikuwa nina mazungumzo na wataalamu wa kilimo kwenye ofisi ya idara ya kilimo. Nimefika pale, ukiwaangalia wote ni wachache tu, nimekuta kama sio wawili au watatu ndio ambao wanaelekea kwenye umri wa kama kustaafu. Yes. Lakini the rest wote waliobaki ni vijana wenzangu, vijana wa kazi, vijana ambao wameajiriwa. Kati ukila unamuuliza nimeingia kazini mwaka jana, mwaka juzi 2022, 2021, 2020, wenye miaka 10, 20, 25, 30 hawapo. Okay. Unaona, tafsiri yake ni kwamba yako manufaa ambayo wameona, na ndio maana leo hii kwenye production ni kubwa sana. Ndio. Na sehemu ya mafanikio hayo ikumbukwe, mwanaludewa popote alipo ajue ya kwamba msimu wa maonyesho ya wakulima na wafugaji na wavuvi ya 88 yaliyoisha mwaka huu 2025, mshindi wa kanda ya nyanda za juu kusini ni wilaya ya Ludewa. Anatokea Ludewa. Ni sio anatokea, yani ni wilaya ya nzima ya Ludewa. Okay. Sisi ndio washindi. Sawa. Maana yake ni mkoa wa Iringa, Mbeya, Njombe sisi wenyewe, Rukwa, Songwe, Katavi. Okay. Sisi ni wilaya ya kwanza. Sawa. Na kuwa wa kwanza hakutokani na kwamba eti tulimchukua ng'ombe mkubwa tukampeleka pale kwenye banda la 88, la hasha. Sasa hivi namna mshindi anavyopatikana ni kwamba inakuja kuangaliwa na kazi inayofanyika mashambani. Okay. Kwa wakati mwingine unaweza kumwona mtu anakuja kwenye kipalila kuja kukuuliza tu, viazi unachimba lini? Hali ya viazi ikoje? Afisa kilimo anakutembelea, viazi vikoje? Kumbe hapo ndio wanachukua data za kumpata nani? Mshindi. Okay. Kwa hiyo kazi kubwa iliyofanyika huko mashambani ndio iliyotupatia sisi nini? Kuwa nambari moja. Okay. Lakini jambo kubwa ni kwamba haijatokana tu ya kawaida. Kuna mbolea za ruzuku zimeweza kutolewa. Na upande wa wilaya ya Ludewa hauhitaji kumfundisha mtu. Ziko wilaya na iko mikoa ambayo maafisa kilimo jukumu walilonalo la kwanza ni kuanza kumfundisha mtu na kumwelimisha kwamba matumizi ya mbolea. Yaani kumfanya mtu aelewe matumizi ya mbolea, kitu ambacho wilaya ya Ludewa huwezi kufanya.
wilaya ya Ludewa watu wako aware na matumizi ya mbolea. Hauhitaji kumwelimisha mtu matumizi ya mbolea. Na pia mbolea za ruzuku zimeletwa. Kuna mbegu za ruzuku zimeletwa. Jambo moja tu, matumizi ya mbolea, taarifa tuliyoweza kuipata mwezi uliopita kutoka TFRA, wakala wa mbolea anayesimamia mbolea Tanzania, kijiji cha Amani, yani kijiji cha Amani ambacho kiko ndani ya wilaya ya Ludewa. Yes. Matumizi yake ya mbolea kwenye zao la mahindi inazidi mkoa. Sitaki kuhitaji. Sawa. Yaani sitaki kuhitaji. Yaani iko mikoa ambayo inazidiwa matumizi ya mbolea ambayo inatumika kwenye kijiji kimoja. Okay. Lakini hiyo kiburi cha watu kutumia mbolea inatokana na nini? Mojawapo ni uwepo wa mbolea kwa njia ya ruzuku ambayo imeletwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Sawa. Kwa hiyo iko ilikuwa ni kipindi cha kwanza. Kwa hiyo watu wanakaa wanasikilizia kusema, tuko off time sasa. Tunaenda off time. Ndio. Kipindi cha pili kikoje? Kwa hiyo watu wanaenda kutiki kwa dhana ya kwamba awamu inayokuja itakuwaje? Mambo yatakuwaje? Wenyewe wanasema kwamba nini? Wanasema kuna msemo wa Kiswahili wanasema nini? Chanda chema ndio uvikwa pete. Yes. Kwa hiyo sasa kama mtu amefanya mema, maana yake ni kwamba Watanzania wataamua kumpatia tuzo na tunu ya namna gani. Na tunu pekee iliyopo ni kuhakikisha kwamba watu wanaenda kutiki. Kwa hiyo ndio swala hilo.